ambao ni ya leo. Tunaingia kanisa la tatu. Tuliangalia kanisa la mitume, kanisa la Efeso, kipindi cha miaka 31 hadi mwaka wa 100. Tukaangalia kanisa la Smina, kipindi cha miaka ya 100 hadi miaka 313. Na leo tunaingia katika kanisa la tatu, kanisa ambao linaitwa la Pengamo, kanisa la Pengamo. Na haya ndiyo maneno ya ambao yameandikwa katika kanisa hili la Pengamo. Msikilizaji wangu, hao ndiyo mambo ninaotaka tuweze kuingia na kujifunza. Kumbuka msikilizaji wangu, ujumbe huu nilikuambia ni safari yake Yesu katika makanisa 7 ya Asia Minor. Safari yake Yesu na siri nyingi zilizoonekana zikitendeka katika makanisa haya 7 ya Asia Minor. Na Biblia inasema hivi, Ufunuo 2 aya yake ya 12 na kuteremuka. Biblia inasema, na kwa kanisa na kwa malaika wa kanisa lililoko Pengamo andika, haya ndiyo anenaye yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili, na pajua ukahapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Nawe walishika sana jina langu, wala hukuikana imani yangu, hata katika siku ya Antipa shahidi wangu, mwaminifu wangu, aliyeuawa kati yenu. Hapo akahapo Shetani, lakini ninayo maneno machache juu yako, kwa kuwa unao uko watu washikao mafundisho ya Balaamu, yeye aliyemfundisha Balaki atie ukwazo mbele ya Waisraeli, kwamba wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini, vivyo hivyo wewe nawe unao watu wayashikao mafundisho ya Wanikolao vile vile. Basi tubu, na usipotubu naja kwako upesi, nami nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa, nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye aliyelipokea. Msikilizaji wangu, nataka usikie maneno haya ambao yamenenwa katika kitabu hiki. Unapoangalia Biblia, kuna mambo inanena hapa, mambo ambao ni ya kanisa ili, kanisa la Pengamo. Na unapoangalia mazungumzo ambao yanaongewa kwa kanisa hili, ni kanisa linalosemekana kiti cha Shetani kimeketi. Ni mahali Shetani anaonekana ameketi. Na kuna mambo mengi sana ambao yamezungumziwa pale. Na kwa hivyo msikilizaji, bila kuwa na haraka, katika kanisa hili ukumbaliane na mimi, nikupeleke hatua kwa hatua, pole pole, uone maovu yote yaliyotendeka katika kanisa hili, na uelewe ni kwa nini kipindi cha miaka 313 mpaka mwaka wa 538, zaidi ya miaka 200, maovu yaliyotendeka katika dunia hii wakati kanisa la Mungu lilikuwa linaondolewa duniani. Na maovu haya yaliyotendeka kipindi kile, maovu hayo tungali tuko nao katika makanisa. Maovu mengi yaliyotendeka
duniani kipindi kile. Kumbuka rafiki mpendwa, tunaangalia safari yake Yesu katika makanisa 7 ya Asia Minor. Tunaangalia jinsi imani ilivyoendelea kungeuka na kuwa kikengeufu, jinsi imani ilivyoonekana rafiki mpendwa. Na msikilizaji wangu, nataka uelewe, una mengi sana utajifunza katika kanisa hili. Mambo mengi na misingi nyingi ya mambo tunaotenda makanisani leo, mahovu na machukizo ambao ni yanaotendeka makanisani, mahovu hayo yote yalitengenezwa kipindi cha Pengamo. Shinda kubwa tulizo nazo makanisani, misingi yake ilitengenezwa katika kipindi hiki cha kanisa la Pengamo. Na hili ni kulete katika kuelewa kanisa hili. Niruhusu msikilizaji wangu mpendwa, ni kupeleke tu kwanza tuangalie hilo kanisa lenyewe lilikumbwa na masaibu mangapi, lilionekanaje kule Asia Minor. Kanisa lenyewe la Pengamo lilikuwa na shida gani? Hili lionekane na Yesu. Hili kanisa ndilo linaloleta picha ya kipindi cha 3 cha kihistoria katika dunia, katika historia ya kanisa la Mungu. Biblia inasema, msikilizaji, niruhusu nikulete polepole uelewe kanisa hili. Kanisa hili linaitwa The Compromising Church. Linaitwa The Compromising Church. Kanisa ambalo lilikuwa na maelewano na serikali. Kipindi ambacho kanisa na serikali ziliungana, na serikali ikaingia katika kanisa, na kanisa ikaingia katika serikali. The Compromising Faith, The Compromising Church, kanisa ambalo lilibebwa na serikali. Hebu tuangalie kanisa hili la Pengamo lilibebwaje na serikali, liliingiaje? Kanisa la Efeso lilikuwa linaitwa Desirable, kanisa la upendo. Kanisa la Smyrna liliitwa Good Smell, kanisa iliyo na madukato mazuri. Watu waliopigania imani wakafa kama mashujaa. Mbingu ikasema, harufu nzuri na isikia ya watu walio na imani ambao wamepigania imani. Lakini kanisa hili, kanisa ambalo liliuza imani yao kwa serikali, kanisa ambalo liliachilia imani ikaenda na serikali ikaingia kanisani. Hebu niweze kukuelezea msikilizaji wangu, mji wa Pengamo kule Asia Minor, ambao leo ni nchi ya Turkey. Nchi ya Turkey ndio mahali kanisa hili lilikuwa la Pengamo. Na katika mji huu wa Pengamo, nakumbuka makanisa haya yaliitanishwa na mingi. Mji wa Pengamo, makanisa yaliyokuwa Pengamo, kanisa langu la Pengamo. Na mji huu nitakupa leo picha ya Pengamo. Kesho ni kuingize ndani zaidi, ni kulete katika kipindi chenyewe na kikujuze mambo mengine mengi. Maandiko yanasema hivi, mji huu wa Pengamo aliyeujenga na kuufanya mji alikuwa ni Greek colonist. Many centuries kabla Yesu hajazaliwa. Mji huu wa Pengamo ulijengwa na jemedari mkuu wa vita wa Alexander Mkuu, aliyekuwa anaitwa Lysimachus.
Lysimachus alitawala katika ufalme wa tatu wa dunia. Watu waliokuwa wanaitwa Wayunani. Ufalme uliotawaliwa na Alexander Mkuu. Na Alexander aliposhindwa na ufalme wake uligawanyika katika sehemu 4. Lysimachus akachukua upande wa Asia Minor, hapa ambao ni Turkey. Kanisa hili lilijengwa. Ptolemy akachukua Afrika. Kasanda akachukua Uyunani, rafiki mpendwa. Na Seleucus akachukua upande ule mwingine. Lakini sitaki kuwazungumzia hawa wengine, nataka kumzungumzia Lysimachus. Lysimachus ndiye aliyekuja akaujenga mji huu wa Pergamo. Na huyu mzee alikusanya fedha nyingi, 9,000 zilikuwa zinaitwa talanta. Akakusanya talanta 9,000. Na talanta hizi hakuzitumia yeye mwenyewe. Pesa hii alikusanywa katika mji huu wa Pergamo. Akakusanya tax ya pesa nyingi, na pesa hiyo ikawekwa. Hii pesa ilikuja kutumiwa later, rafiki mpendwa, na mfalme aliyekuwa anaitwa Pilatus. Pilatus ni mfalme alikuja kutawala miaka ya 283. Kumbuka ninaongea miaka nyingi sana kabla Yesu anjazaliwa. Ninakupa tu historia ya vile mji huu ulijengwa. Na ni kwa nini Yesu amefananisha mji wa Pergamo na anasema kiti cha shetani kimeketi pale. Sikiliza msikilizaji, nifuate kwa ukaribu. Wakati Pilatus alijenga mji, alichukua fedha hii na alipotawala, msikilizaji wangu, yeye Pilatus ndiye wa kwanza kutengeneza the dynasty ya Wagiriki. Dynasty ya Wagiriki ya utawala wa familia iliyokuwa inaitwa Attalid. Na dynasty hii ya viongozi wa falme wa Attalid Kings ndio waliotawala sana Ugiriki miaka nyingi. Unaposikia tunaongea juu ya dynasty, tunaongea juu ya familia zilizotengwa kuongoza nchi ya Uyunani, ambao hungeweza kuwaondoa katika uongozi. Katika mji huu wa Pergamo ndipo palipojengwa dynasty hii. Uongozi huu wa utawala ulijengwa pale. Art and literature, watu wa uchoraji na uandishi wa vitabu, ulikuwa unaandikwa sana kule katika mji huu wa Pergamo. Ni mahali ambao michoro na uandishi ulikuwa unafanyika sana. In fact, walijenga library ya vitabu iliyochukua, rafiki mpendwa, vitabu 1200, volumes of books 1200. Masomo yote ya ulimwengu na vitabu zote ambazo ziliandikwa ziliwekwa katika library hii iliyokuwa imebeba vitabu 1200. Vitabu hizi later zilikuja kubebwa zote na mfalme alikuwa anaitwa Anton. Anton ni yeye alikuja akabeba vitabu hizi alipomuoa Cleopatra. Akabeba vitabu hizo na zikaingia mikononi wa Warumi kupitia kwa Cleopatra. Mark Anton ndiye alioa Cleopatra na akachukua ufalme. Na alipochukulia Warumi ufalme, hivyo ndivyo Warumi walipata ufalme. Walipata ufalme kutoka kwake Attalid Kings. Na walipochukua utawala kwa kumuoa Cleopatra, mwanaume aliyekuwa anaitwa Mark Anton. Sikiliza nikwambie,
yeye, Anton na Cleopatra, baada ya kuchukua vitabu hizo zote na kuelekeza kwa Warumi, walijenga pia madhabahu ya Mungu. Na miaka hiyo wakajenga madhabahu ya Mungu aliyekuwa anaitwa Zeus. Mungu aliyekuwa anaitwa Zeus. Na madhabahu haya yalikuwa ni 100 square feet. Hii sanamu iliyotengenezwa ilikuwa ni kubwa sana. In fact ilikuwa inaitwa the image of the god Zeus. Na ili ujue ilikuwa kubwa, ilikuwa one of the 7 wonders of the world. Katika maajabu 7 ya ulimwengu, hii madhabahu ya Zeus yalikuwa ni moja wapo ambao watu walienda kujiangalilia na kushangaa. Mpaka wa leo unaweza kuangalia kwa internet, unaweza enda na Google the Zeus, God Zeus. Alikuwa anaitwa Mungu Zeus. Alikuwa ni one of the wonders of the world, 7 wonders of the world, the ancient wonders of the world. Zeus alikuwa ni mmoja wao. Msikilizaji, mnamo mwaka wa 133 BC kabla Yesu hajazaliwa, wakati Atlas the Third katika ile dynasty ya uongozi, mfalme wa 3 aliyekuwa anaitwa Atlas, na ni yeye aliyekuwa mfalme wa mwisho kutawala katika hii dynasty, ili Warumi waje kuvunja dynasty na kutawala ulimwengu. Yeye Atlas alipoona anashindwa vita na Warumi, alichukua ile miungu ya Zeus akaipatiana yote kwa utawala wa Kirumi. Na hapa ndipo nataka usikilize kwa makini. Waliyekuja kutawala dunia hii walikuwa ni Warumi, na walitawala mwaka wa 168 BC. Ndio Warumi walianza vita za utawala kabla Yesu hajazaliwa. Na mnamo mwaka wa 133 wakaingia katika dynasty ya Atlas. Na mfalme aliyepatikana akiongoza pale alikuwa anaitwa Atlas the Third. Na Atlas alipoona anapigwa vita na atanyang'anywa kila kitu, kwa yeye mwenyewe akasarenda na akapatiana miungu yote 4 iliyokuwa imejengwa katika mji huu, akaipatiana kwa Warumi. Warumi wakachukua miungu iliyokuwa imejengwa pale katika Pergamo. Pergamo ni mji uliojulikana mji wa miungu. Na msikilizaji wangu, kulikuwa na hekalu, the 4 temples zilizokuwa zimejengwa pale Pergamo. Na mahekalu haya 8, hekalu la kwanza ilikuwa ni ya Mungu Zeus, huyu ambao walikuwa wametengenezewa madhabahu kubwa sana, 100 square feet, ilikuwa ni Zeus. Na msikilizaji wangu, huyu Mungu wa Zeus ndiye aliyekuwa anaitwa Mungu wa sky, Gai wa yaya, the god of sky. Ni yeye alitawala kule juu mbinguni. Aliitwa the god of sky and the thunder. Ni Mungu, ni Gai wa itundumo, Mungu wa thunder, lightning na ngurumo. Ni Mungu aliyeheshimika sana kule Uyunani. In fact aliitwa chief Greek deity, Mungu aliyekuwa mkuu kuliko miungu yote. Alikuwa anaitwa Mungu wa Zeus. Na sikiliza nikwambie msikilizaji, huyu Mungu kule Uyunani was considered to be the ruler. Yeye ndiye aliyekuwa Mungu mkuu kuliko miungu mingine. Ni yeye aliyekuwa anatawala miungu mingine.
ni yeye aliyetawala wa Yunani. Tena alikuwa anaitwa protector, Mungu aliyewapatia ulinzi. Aliitwa baba wa miungu yote na hata wanadamu. Aliitwa baba wa miungu yote na wanadamu. Na huyu Mungu alikuwa associated na wisdom and awareness. Ni Mungu aliyejulikana ana hekima iliyokuwa juu sana. Na kwa hivyo mtu yeyote katika Uyunani aliyekuwa na hekima sana alikuwa anaitanishwa na Zeus. Alipewa hekima hiyo na Mungu ambao ni Zeus. Na huyu Zeus alikuwa na mandugu, mabrothers. Huyu Mungu alikuwa na mabrothers, na alingawana dunia pamoja na hawa mabrothers. Huyu Mungu alikuwa na mandugu. Japokuwa ndiye Mungu mkuu kuliko miungu yote, alikuwa na mabrothers. Na mabrothers wake, brother wake mmoja alikuwa anaitwa Poseidon. Na huyu ndugu yake, huyu Mungu Zeus, brother wake mmoja alikuwa anaitwa Poseidon. Poseidon alienda kutawala katika bahari. Yeye ndiye alijulikana Mungu wa baharini. Brother yule mwingine alikuwa anaitwa Hades, ama kuzimu. Na huyu naye alikuwa anatawala katika underworld. Na hawa waliamini mtu akifa ameenda kutawaliwa na brother huyo mwingine ambao unaitwa Hades, ama kuzimu. Hades alikuwa ni Mungu aliyeongopewa sana. Na kwa hivyo ulikuwa unapokosana na Zeus anakuua, anakusukuma underworld, ukakutana na ndugu yake ambao ni kuzimu, uteswa kule. Rafiki mpendwa, Zeus akiwa Mungu wa sky alikuwa na uwezo wa kuua. Na unapouawa anakupatiana kwa ndugu yake ambao wanaitwa kuzimu. Rafiki mpendwa, na story hii inasema kuna wakati hawa mandugu walipigana. Mungu Zeus akapigana na Hades, na Hades akaonekana anashinda Zeus, japokuwa Zeus ndiyo Mungu mkuu. Lakini wanasema kuna wakati waliopigana, na walipopigana Zeus akashindwa na kuzimu, akauawa. Na huyu Mungu alipouawa, Hades, kuzimu akatawala dunia. Na ikawa kuzimu ndiye anayetawala sasa miungu yote na wanadamu wote. Na inasemekana hicho kipindi cha Zeus, hicho kipindi cha Hades alipotawala, watu wengi sana walikufa. Wengi sana. Lakini inasemekana walianza kumulilia Mungu wao Zeus, wakisema afufuke, awaokoe kutoka kwa ndugu yake ambao wanaitwa Hades. Na story nakwambia inasema kule katika Uyunani, yeye Zeus akafufuka. Na Zeus alipofufuka akampiga tena yule kuzimu brother yake, akamshinda nguvu. Huyo alikuwa anaitwa ni Zeus na ndugu zake, vita waliokuwa wanapigana kutawala. Lakini vile vile katika pale Pengamo kulikuwa na hekalu nyingine. Hekalu ilikuwa ya Mungu Dionysus alikuwa anaitwa Dionysus. And Dionysus alikuwa ni mungu wa ulevi na dansi. Huyu ni Mungu aliyekuwa anaabudiwa wakati wa kuamsha hisia. Na walikuwa wanasema huyu Mungu alikuwa ni Mungu wa mapenzi.
Na huyu Mungu aliabudiwa katika hali ya mapenzi, maana alikuwa ni Mungu wa mapenzi. Na ilikuwa inasemekana mwanamke yeyote akikosa mtoto, akose kuzaa, alikuwa anapelekwa katika hekalu ya Dionysus. Na Dionysus alikuwa unapopelekwa katika hekalu hilo, basi wewe unaonyeshwa mapenzi, unafanyiwa mapenzi na makuhani wa Mungu huyu, na utafanyiwa mapenzi mpaka siku ambao utapata mimba, ndio utatoka katika hekalu hii ya Dionysus. Wanawake wengi walipenda kwenda katika hekalu hii kuabudu Dionysus. Dionysus alikuwa ni mungu wa emotions and instinct. Alikuwa ni mungu wa sex, mungu wa mapenzi. Alikuwa ni mungu ambao alikuwa anapendwa sana. Mwanamke yeyote ama mwanaume yeyote akikosa mapenzi, alikuwa anaenda katika hekalu hii ya Dionysus. Na unapoingia ndani, kama wewe ni mwanaume, unafanya mapenzi yako yote katika hekalu hile mpaka siku ambao Mungu huyu atakubariki. Aliitwa Mungu wa mapenzi. No wonder Yesu anapoangalia kanisa la Pergamo, anasema kanisa hili, mji huu wa Pergamo, ndio makao makuu ya Shetani. Dionysus alifika watu wengi sana. Maelfu ya watu walikuwa wanasafiri kutoka mbali kwenda kuabudu Mungu Dionysus. Na kila wakati wanapofika pale, wanatoa fedha nyingi, wanatoa rasilimali nyingi ili kumwabudu Mungu Dionysus, Mungu wa mapenzi. Na mapenzi haya yalikuwa wanaabudiwa na wine, kudansi na kunywa pombe. Wanapoabudu Mungu huyu, walimwabudu kupitia kwa ulevi mwingi na pamoja na disco na kudansi na kufanya mambo kama hayo. Unapoona leo pombe na muziki zinaendeshana, pombe na muziki zinaendeshana, mungu wao alikuwa anaitwa Mungu Dionysus. Ndiye alikuwa mungu wa ulevi na wa raha, mungu wa raha za kila aina zote, kulewa na kudance, muziki, kusherehekea na kufanya maovu. Alikuwa anaitwa Mungu wa Dionysus, God Dionysus. Yeye alitawala hisia, alitawala mwili, alitawala. Ilisemekana unaposikia hisia, unaposikia feelings na unataka kusikia feelings, unaenda katika hii hekalu ya Dionysus na hisia zako zinatimilizwa. Vile vile kulikuwa na mungu mwingine pale Pergamo. Kulikuwa na hekalu nyingine kubwa ya mungu aliyekuwa anaitwa Athena, the goddess of battle strategy and the wisdom. Alikuwa anaitwa the goddess, mungu wa kike, aliyekuwa ni goddess of battle and the strategy and the wisdom. Na kila wakati Warumi na Wangiriki wakienda vitani, walikuwa wanaingia katika hekalu hiyo. Hata viongozi wa serikali kuomba strategy ya vita katika hekalu hii ya Athena. Mungu Athena alikuwa ni mungu waliyeamini. Na kumbuka, ninapoongea juu ya miungu hii, ninaongea juu ya masanamu makubwa ambao yamejengwa katika hekalu hizo, na watu wanaenda kupiga magoti kuabudu masanamu hayo ili wawapatie uwezo. Na kwa hivyo Athena alikuwa anaombwa na watu wanaoenda vitani, na mara nyingi serikali ndio waliokuwa wanaenda katika hekalu hii kuomba mungu wao Athena hawasaidie katika hekima na strategy ya kuingia vitani. Sikilizaji wangu, Pergamo ulikuwa ni mji wa miungu. Mungu mwingine aliyekuwa pale, hekalu lingine
lililokuwa pale, na lilikuwa kubwa kabisa. Nimekuambia Pergamo kulikuwa kumejengwa mahekalu 8 katika mji huu wa Pergamo. Ndiyo maana Yesu anauita mji wa makao makuu ya shetani, mahali shetani ameweka kambi yake. Hekalu la 4 lililokuwa limetawala mji huu wa Pergamo ni hekalu ya Asclepius. Asclepius alikuwa ni Mungu, the God of healing and the truth and the prophecy. Huyu ni Mungu aliyekuwa wa uponyaji, Mungu aliyepelekewa wagonjwa wote, hekalu la uponyaji. Ukingojeka unapelekwa katika hekalu hii ya Asclepius. Asclepius alikuwa kazi yake ni kuponya wote ambao wametiwa maradhi, wote ambao wanaangamia na magonjwa. Asclepius alikuwa kazi yake ni kuwaponya. Ukitaka uponyaji unaenda hekalu ya Asclepius. Ukitaka kujua ukweli wa kitu fulani, kama kuna ukweli, kuna mambo unataka kujua na hauna njia ya kuelewa, ulikuwa unaenda katika hekalu hii ya Asclepius God. Na unapofika pale, male makuhani wake wanaongea na Mungu wao sanamu, na wanakufunulia ule ukweli ambao haujui, wanakufunulia. Ilikuwa inaitwa Asclepius Temple, hekalu kubwa sana. Kama unataka kujua nini kitafanyika kesho, maisha yako ya kesho, anaenda anakutambiria. Wale makuhani waliokuwa pale, unaenda kwao, wanakutambiria vile maisha yako itakuwa kesho. Walikuwa wanaitwa kanisa yenyewe, jengo the temple ilikuwa inaitwa Asclepius Temple. Hili kukua imejengwa pale. Nasikiliza rafiki mpendwa, ili upate kuelewa. Asclepius Temple ilikuwa na ishara, na unfortunate, mutanisamehe, ishara hii ya Asclepius Temple ndiyo ishara inayotumika mahospitalini, ndiyo iliyochukuliwa hiyo sign. Angalia World Health Organization wanatumia Asclepius sign. Hata sasa hivi ninaongea, ingia kwa simu yako, angalia World Health Organization wanatumia ishara ya nyoka. Nyoka alikuwa na uponyaji aji, maana nyoka ni shetani. Ndani ya hekalu hii ya Asclepius ilikuwa ishara ambao mnaiona leo imechorwa katika mandawa ya World Health Organization. Imewekwa ishara ya nyoka, angalia uone. Hiyo you only need to look. Hiyo si niko kwa radio, sifai kukuonyesha. Lakini angalia kwa simu yako, angalia the sign ya World Health Organization, ni ishara ya nyoka. Na nyoka huyu ndiye Mungu mkuu aliyekuwa ametengenezwa pale katika Asclepius Temple. Na watu walikuwa wanaamini huyu nyoka, ukienda kumuomba huyo nyoka mkuu, ukipiga magoti katika nyoka huyo, kama uko mgonjwa unapona. Kama unataka kuambiwa ukweli wote unajulikana. Kama unataka kujua siku zako za kesho unaambiwa. Anaitwa God of Medicine. Ni Mungu aliyekuwa na dawa ya kuwaponya wagonjwa wote. Rafiki mpendwa, tumetoka mbali. Kufika mahali tumefika, tumetoka mbali. In the temple, ndani ya hekalu hili la Asclepius, kulikuwa na manyoka mengi. So many snakes kule ndani. Na usiku wale waliokuwa ni wagonjwa walikuwa wanakuja wananguzwa na yale manyoka.
unaenda unalala ungoje nyoka akuje akunguze. So usiku wakati umelala katika hekalu hiyo, nyoka anatokea, anakuja anakunguza. And the touch of the snake, nyoka akikunguza, ilikuwa inasemekana it is the touch of God. God Asclepius alikuwa amekunguza. Rafiki mpendwa, na ilikuwa inasemekana huyu Mungu wa nyoka akikunguza anakuletea afya nzuri ya mwili na anakuletea uponyaji. Mungu Asclepius halikuwa analeta uponyaji, rafiki mpendwa, na alikuwa analeta uponyaji hata wa ndoto mbaya huyu Mungu. Na kwa hivyo nataka uangalie, rafiki mpendwa, Asclepius maana yake the Soter, the Savior, alikuwa anaitwa Mwokozi, rafiki mpendwa. Ndio maana katika kitabu hiki, msikilizaji wangu, kitabu hiki cha Ufunuo 2 haya yake ya 13, Biblia inasema hivi: napajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani, nawe walishika sana jina langu, wala ukuikana imani yangu, hata katika siku ya Antipa shahidi wangu mwaminifu wangu, aliyeuawa kati yenu, hapo akaapo Shetani. Jambo ambalo ni la kushangaza ambao nitakuletea, sikuwa nimekuambia ujumbe wangu nitakwama kwa kanisa la Pergamo kwa muda sasa. Maana hiki ndicho kipindi cha miaka 200 kilionekana na mambo. Biblia inasema kiti chake Shetani kilionekana kimeketi katika mji huu wa Pergamo, na mambo yaliyotendeka Pergamo kabisa ndio mambo yaliyoonekana yakitendeka katika kipindi cha miaka 313 mpaka mwaka wa 538. Kuanzia 313 AD mpaka mwaka wa 538 AD, mambo yaliyotendeka pale katika kanisa la Mungu kote ulimwenguni ndio mambo yaliyotendeka katika mji wa Pergamo. Na kwa hivyo hapa mtu wa Mungu tutapause kiasi, hatutakuwa na mbio sana kutoka Pergamo. Pergamo tutachukua muda pale Pergamo, kwa sababu Pergamo ndio kiti cha Shetani. Hapa ndipo, kumbuka rafiki mpendwa, mahali tumetoka, kanisa la mitume kipindi cha Efeso, kazi waliofanya kazi nyingi ya kuokoa na kufungua makanisa kila kona. Lakini pale mwisho mitume wakauawa, na tulipofika kipindi cha Smyrna, kanisa la mitume likamalizwa, likapigwa vita, makanisa yakachomwa, Biblia zikachomwa, mambo mengi yakatendeka na maovu mengi yakatendeka, na viongozi wengi wa kanisa wakauawa. Watu wa Mungu, lakini kipindi watu wa Mungu, kipindi cha Smyrna kinaitwa the persecuted church. Wakati mitume waliuawa, makanisa ikachomwa, Biblia zikachomwa moto, Biblia zikaondolewa kwa watu, na ikawa hawawezi soma tena Biblia. Na kwa sababu hawawezi soma tena Biblia mpaka mwaka wa 313, wakati wa mwaka wa 313, basi kanisa la Kirumi likakalia ulimwenguni. Na kanisa la Kirumi lilipokalia ulimwenguni, msikilizaji wangu, maandiko yanasema basi mafundisho mengi ya uongo yakaingizwa ndani ya kanisa. Ndiyo maana inaitwa the compromising church.
Angalau kipindi cha mitume walipigania imani. Kipindi cha Simina hawakuungana na serikali, lakini kipindi cha Pergamo wakaungana na serikali, na kanisa ikaingiana na serikali, na picha ya mji huu wa Pergamo ikaonekana ndani ya kanisa, ikatrend in ndani ya kanisa, na kanisa iliyokuwa na utukufu wa Mungu, kanisa iliyokuwa waombaji, watu waliokuwa ni waombaji, watu ambao walikuwa wana nguvu za Mungu, watu ambao walisoma Biblia. The compromising church ikaingia, watu wakaanza kuomba, watu wakawachana na maombi, waliokuwa wanaomba Mungu wakaanza kuomba miungu, waliokuwa mtu wa Mungu wakijisomea Biblia zikataliwa zote, na washiriki wakaambiwa hakuna kusoma Biblia. Biblia inasomwa na mapandri peke yao. Wewe mshiriki hauna ruhusa ya kunguza Biblia na mikono yako. Amri ikapitishwa. Compromising church. Imani ikaingiana na serikali na mambo yakaharibika. Kanisa lile likamalizwa nguvu, na Warumi waka take over the world. Warumi wakakalia ulimwengu na dini yao ya Kirumi. Wao wakaleta dini ya Kirumi na ikainuliwa zaidi na ika take over the world. Maana kanisa la Mungu limecompromise, limeondolewa, na waliombaki wameongopa serikali. Hivyo basi wameachilia imani iende, na hivyo basi serikali nao wamechukua lile kanisa na wameleta misingi nyingine ya kanisa na imani zingine potofu za kanisa. Ndio maana rafiki mpendwa, kuanzia kesho tunaangalia kipindi hicho, maovu yaliyoingizwa katika kanisa la Pergamo, kanisa lililokuwa na mahekalu 8 ya kuabudu miungu mikubwa iliyokuwa inaabudiwa pale. Sikilizaji wangu mpendwa, hivi wajuu, kama ningekuwa wewe sikilizaji, singeenda mahali mpaka nipokee ujumbe huu. Singetoka kwa Biblia mpaka nipokee ujumbe huu vile ulivyo. Ujumbe huu nitauleta tena later kwa lugha ya Kikamba, lakini kwa sasa mtaniruhusu niupeleke kwa lugha hiyo ya Kiswahili, tuwasaidie ndugu zetu hata wale hawaelewi Kikamba. Sikilizaji wangu, Mungu akubariki, Mungu akutendee mema, Mungu akuonekanie. Kanisa la Pergamo.